supermarket yangu. Si supermarket ya kawaida ya kununua vitu, ni kujaza neno la Mungu. Sema amen. Alafu nikipenda tupate mmoja wetu, mtumishi wa Mungu Geoffrey, kitabu cha Ezra. Kitabu cha Ezra. Mlango ni 6 kuanzia mstari wa 18 hadi 21. Kitabu cha Ezra. The book of Ezra, chapter 6 from verse 18 to 21. Mwenye amepata, naomba fundi wa mitambo akupatie ya kupasa sauti akusomee kwa heshima yenu. Kichwa cha mafunzo, kichwa cha mafundisho ama mafunzo ama vielezo kuhusu mwezi wa kwanza. Kuhusu mwezi wa kwanza, ni vitu gani vilifanyika mwezi wa kwanza na lengo gani? The first month. Mwenye amepata the book of Ezra, mlango ni 6 haya ya 18 hadi 21. Atumie ya kupasa sauti ndio tusikie sisi wote. Na iko kupasa sauti. Nani atakusomea? Nani atakusomea? Nani atakusomea ya kupasa sauti? Nitasoma kwa jina la Yesu. Yes. 6:18-21. Teka masikio neno la Mungu linaposoma. Tunasema hivi, wakaweka makuhani katika kura zao, wakawaweka na Walawi katika zamu zao kwa ajili ya huduma ya Mungu iliyokuweko Yerusalemu, vile vile kama vilivyoandikwa katika chuo cha Musa. 19. Kisha wana wa uhamisho wakaifanya Pasaka mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi. 20. Kwa maana makuhani na Walawi walikuwa wamejitakasa wote pamoja, wote walikuwa hali ya tohara, wakachinja Pasaka kwa ajili ya wana wote wa uhamisho na kwa ajili ya ndugu zao makuhani kwa ajili ya nafsi zao. 21. Wana wa Israeli wakaila wale waliorudi kutoka nchi ya uhamisho wao na watu wote ambao pamoja nao wamejitenga na uchafu wa taifa za nchi, ili kumtaka Bwana Mungu wa Israeli. Shangia neno la Mungu limesema. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa nikisimama mbele ya madhabahu naongea juu mwezi wa kwanza. Sema amen. Kitu gani kilifanya mwezi wa kwanza? Bwana asifiwe sana. Ama kwa lugha ya Kimombo, the first month. Bwana asifiwe sana. Mambo matakatifu nakwambia ya kwamba Bwana asifiwe sana. Amen. Kichwa cha mafunzo nimeeleza ya kwamba kuhusu mwezi wa kwanza. Naeleza ya kwamba makuhani walifika mahali wakati wa uhamisho. Wakati wa uhamisho. Bwana asifiwe sana. Amen. Waliona ya kwamba hata angalau wanafanya kipindi cha uhamisho, lakini hawezi fanya uhamisho ya kawaida. Sema amen. Hawezi fanya uhamisho ya kawaida. Bwana asifiwe sana. Amen. Lengo kuu nini? Hawezi wenda kama watu wengine, kwa sababu waliona ya vyema waame, lakini wako na lengo moja. Lengo yao walikuwa ya kwamba wafanye uhamisho, lakini hawa wajitenge na maovu ya nini? Ya ulimwengu. Watenge maovu ya nini? Ya ulimwengu. Kwa sababu hawa si wa ulimwengu, ingalau wako na kipindi chini ya kufanya nini? Uhamisho. Uhamisho, Bwana asifiwe sana. Ina maana ya kwamba wakiwama wako na mpango thabiti. Bwana asifiwe sana. Hata wewe ukihama, Mungu akujaje kununua mashamba mahali, huwezi ama bila mpango. Unaama na mpango mzuri, si ni ukweli? Sasa hawa wana wa Israeli na wakuu wao, viongozi wao, walifika mahali licha wanafanya mambo ya uhamisho, lakini wasiame kama watu wa dunia. Wasiama kama watu nini? Wa dunia. Bwana asifiwe sana. Lazima wajitolee, wafanye Pasaka. Wafanye nini? Pasaka. Yaani Pasaka ambayo wanafanya, wanatoa sacrifice kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Si sacrifice ya kawaida, ni sacrifice kwa Mungu.
Bwana asifiwe sana. Amen. Sacrifice kwa Mungu kwa Kiswahili inaitwa Pasaka. Bwana asifiwe sana. Amen. Ini kwa lugha nyingine ya Ng'ombo, Passover. Bwana asifiwe sana. Ndio Pasaka. Passover. The work of the teacher whose job is to teach. Kazi ya mwalimu ni kufunza. Bwana asifiwe sana. Celebration. Bwana asifiwe sana. Ni kujiandaa Pasaka. Bwana asifiwe sana. Ni kujiandaa nini? Pasaka. Na Pasaka ambao wanafanya si ya kawaida. Ilikuwa juu ya uhamisho. Bwana asifiwe sana. Yaani kumaanisha kwamba kuna wengine walihama wakienda mahali kumiliki mahali, lakini walihama nini? Na tabia mbaya. Sema amen. Mmenipata vizuri? Mahali penye hata hii ardhi ambayo mahali na wavutia pale. Miaka 1000 wewe sio ndio kina watu walifanya nini hapa? Lakini nashukuru Mungu, Pastor Geoffrey wakati tulitoka shule tukakuja hapa tulifanya sacrifice. Yaani nyamasisi wenye walikuwa mbeleni hatujui mambo yao. Sisi tunapanda mbegu yetu ya utakatifu. Sema amen. Amen. Ndio maana nasema wahamishi walifanya, lakini wasifanye wahamisho ya dunia. Wafanye wahamisho nini? Ya utakatifu. Sema amen. Sema amen. Hata wewe ukipatiwa na shamba kuenda mahali, fanya uhamisho. Utoe kitu ya kulia mahali penye unaenda. Wewe kumaanisha kwamba mahali penye unamiliki wewe ni mtakatifu, si mtu wa kutumia. Si ni sawa? Wewe si mtu tu wa dunia. Bwana asifiwe sana. Na ukishafanya hiyo, unaita watu ambao mnasherehekea na hao. Kuna Pasaka zingine zinafanyanga za kukamata watu. Sema amen. Amen. Kuna Pasaka nyingine huwa inafanywa wanatumia njia ya Mungu, ya Mungu, lakini wewe ukienda pale kama uko powerful kwa ushirika yako ya Kristo, unakamatwa. Unakuwa kama sahani ya plastiki, ni sura tu. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa wewe usiendane kile mahali unapiga kambi. Wao wanasherekea wanakula. Wao wanasherekea unapiga kambi. Ni ukweli. True. Ama naaribu soka ya moto. Na kusaidia. Mimi nikienda mahali hata kama nilienda mahali Mungu akanionyesha usiende kwa hiyo Pasaka ya mtoto ya wakifu. Nikakataza mwingine akakataa. Na alikuwa mhubiri mzuri. Elingolewa yote. Yeah. Sema amen. Si kila Pasaka unaenda. Bwana asifiwe sana. Unapiga kambi huko. Na kanisani walikuja zero tuchake kitu, tufanye sherehe yetu hutaki. Lakini wengine wanaenda. Ndipo wana wa Israeli walikuwa na walevi ndani yake, ukisoma the whole chapter inamaanisha ya kwamba kati yao na viongozi wao walijitenga. Wanasakuwa kiongozi ndio uelewe maandiko. Nilienda mahali tunaweka mtoto wake. Bwana asifiwe sana. Unasema maandiko ya kushika mtu. So unaona? Ndio maana usiendage mahali alipasika ya mtoto unaenda kuingia, utakamata na wokovu yako. Lakini si haribu somo kama unaamini wewe enda, lakini siendi. Bwana asifiwe sana. Amen. Sema amen. Amen. Pasaka zingine zinakamataka watu. Wenyewe wako sawa. Kwa sababu wanapilifu Pasaka yao, lakini ni wewe. Sema amen. Kama Simia alikataa mambo ya kengele mwezi wa 8. Sitaki. Mimi sitaki. Mtu asikuje kwamba alishangazi akichana shangazi anakuja kupeka kengele. Nilikataa hiyo maneno. Amalizie huko. Si mimi. Sema amen. Sisi naishi na Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Pasaka zingine zinakamata watu. Pasaka zingine zinakamata. Unaona ni vizuri hizi zinakamata watu. Kama ni harusi ni mtumishi wa Mungu Angeli, wanaimba mwimbo ya mlongo. It is a Christian song. It is a ceremony. It is a composition song for Bukusu tribe. Unaimbia harusi ya mlongo. Unajua hauelewi, unaenda harusi nyingine kama hiyo unakamata upako yako. Am I right? Yeah, very correct. Yes, I'm correct. Yes. Ndio maana mafundisho yanakusaidia wewe. Ati mlongo. Wanaimba mlongo mpaka usiku. Sai ati usiku ati pasa nini? Harusi. So naona ndio sema Pasaka zingine zinakamatanga watu wako. Sasa mtu anacheza akienda hivi lese naenda kando hivi. So naona lakini kanisa hawezi cheza. Bwana asifiwe sana. Pasaka ni vizuri. Tufanye kulingana na maandiko ya Mungu yanataka. Sasa hapa Pasaka walifanya kulingana na maandiko ya chuo kikuu ya Musa. Iliandikwa. Walipata hiyo taratibu. Mahali pale ukienda kuhudhuria unapata upako unajasilia.
Sema amen. Sema amen. Mmetupata vitu vizuri watumishi wa Mungu. Amen. Sasa Pasaka zingine usikimbilia kwenda na kusaidia. Bwana asifiwe sana. Hapa marriage. Kuna zingine marriage wanaitana kumbe ni wachawi. Wote both side kwa kina msichana na kwa kina kijana wote na runners. Ndio mchana iko na burufani. Mchana iko chapati iko soda iko. Lakini angalia Pasaka unaenda. Sema amen. Amen. Umenipata vizuri? Yeah. Angalia Pasaka yenu naye unaenda. Follow up your celebration of the Passover. Bwana asifiwe sana. Yingine itakukamata na itakuumiza. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia hao wakuhani walifanya mahali hata wenyewe kibinafsi. Sema amen. Ndicho waliata nini? Pasaka. Si ni sawa? Lakini walikuwa kibinafsi kama viongozi. Bwana asifiwe sana. Pia wakajitakasa. Viongozi. Wakafanya nini? Wakajitakasa. Hiyo Pasaka ikiendelea. Yaani kujitakasa kumaanisha kwamba hata wewe makono yako na mawazo yako unajinawa mbele ya hiyo maneno. Amen. Kwa sababu hii kanisa yetu ikijengwa, ikimalizika. Bwana asifiwe sana. Viongozi mko hapa mniangalie vizuri. Ndio tusalamishe mikono yetu kama sisi viongozi, tukarabia kivi yetu. Mwenye ataka kujoin ajoin. Muone kama Mungu atafanya miujiza. Unatembea mahali watu wenyewe wanatoroka tu, hii ni mwokovu. Kwa ajili wewe si mtu wa Mungu wa dunia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tena Pasaka inasaidia mtu kumwelekeza kwa njia safi kwa Mungu. Pasaka mzuri ya utakatifu. Bwana asifiwe sana. Sasa mimi kulingana na hii maandiko matakatifu imenifunza kitu. Na hii maneno yote ilifanyika mwezi wa kwanza. Mtumishi wa Mungu Ezra ndiye aling'ang'ana viongozi. Tuseme mdomo peke yake, tufanye vitendo. Na si vitendo ya kawaida. Tufanye kwa njia ya nini? Ya Pasaka. Sema amen. Na Pasaka tunafanya kulingana na maandiko. Walifanya kulingana na maandiko ya kitabu cha Musa, chuo kikuu cha Musa. Wakafanya hivyo. Bwana asifiwe sana. Ili wasikuwe viongozi kama wale viongozi ambao walitangulia samani. Viongozi wengine walitangulia samani lakini hawezi kuambia mtu malaria yapone. Sema amen. Mmenipata vizuri. Tena Mungu hawezi kuleta maono uone. Unaona kuku nyeusi tu. Huwezi. Bwana asifiwe sana. Ni wewe ndio unasema wewe ndio shupavu Mkristo. Lazima Mungu akuletee maono. Au unaona the good angels. Inaita good news for you. Bwana asifiwe sana. Ndio sipo sacrifice yourself. Ukipapasa tu wokovu, huwezi uona. Utaondanga tu mawe peke yake. Hata hakuna kitu utaona. Si ni ukweli? Sasa jitolee. Kibinafsi. Jitakasi kwa mikono yako. Jitakasi kwa familia yako. Ndio usisahau kuombea nini? Kanisa. Kichwa cha mafunzo mwezi wa kwanza. Ilifanyika mwezi wa kwanza. Ukiangalia vizuri, Ezra alitoka mbali sana. Hii maneno wakati walihamisha wakitembea wakafika Jerusalem. Ndio wakafanya hiyo maneno. Ili wakianza kazi ya Mungu inakuwa sawa sawa. Sema amen. Wakianza kazi ya Mungu inakuwa nini? Sawa sawa, wamejitakasa. Nashukuru wakati tulihama shule tukakuja hapa. Silikuwa tarehe 2 mwezi wa 10 ama kitu kama hiyo. Bwana asifiwe sana. Tukasema angalau tumepata sehemu ya kumiliki, lakini tusiende kiholela kama makanisa mengine. Tulifanya sacrifice. Si ni sawa? Ili hatujui wenye walikuwa mbele yetu walikuwa wa njia gani, hata kama walikuwa watumishi sisi hatujui. Lakini sisi tunaweka upako mpya. Mwanzo mpya. Sema amen. Sema amen. Mmenipata vizuri? Si ni ukweli? Si ni ukweli? Mwanzo mpya kulingana maandiko matakatifu. Tena muhimiza kwamba tusichoke. Tena tukichanga big church. Tena hivyo to sacrifice. Tumesoma kiango nyingine, tumepata kanisa kubwa. Bwana asifiwe sana. Kama sisi ni viongozi, tuhakikishe ya kwamba wakati ule ikifika, kila mtu anajitolea kibinafsi, naweka kapo moja. Alafu tuombe, uone kama watoto wetu wachukua wataenda America pastors. If you not believe it is you, I myself I believe. Bwana asifiwe sana. Wakati ule, Bwana asifiwe sana. Mmenipata vizuri?
Ndio sasa wakati ule fisio tu anapigia simu ndege inamleta. Inampeleka Amerika, anatoa injili anarudisha. Angalia tukiwa kwa hiyo standard. Hii standard ya kuku, nataka standard ya hali ya juu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Akisema wanataka upili wengine tena ndege inakuja, si unatoa pesa. Si Mungu amefanya miujiza. Inachukua mmoja wetu anaenda. Bwana asifiwe sana. Amen. Tena maombi yangu, very strong faith. Tukimaliza kujenga a big church because it is be international church. Si ni kweli? Tukue na kiwanja ya ndege. Hataki ya serikali. Tuna land tunaenda. Esikio kitembea nafikiri malaika anatembea. Hata kukula hakuna. Haja yako ni neno la Mungu. Hata mimi naambianga Mungu, wacha ni neno watu wenyewe wapone tu. Sitaki kuwashika mkono. Hiyo neema ndio nataka kwa Mungu. Sema amen. Hata wakicheka tu kama kihoo iko pale yenyewe inatoka tu. Sema amen. Sema amen. Kwa hiyo namuhimisha tena nikirudia. Ukifanikiwa kupata kazi hapa mahali kama wewe ni Mkristo, fanya kitu ya sio ya nini? Bionaama waende pale, enda tuna na sheria. Pasaka. Ita watumishi wa Mungu wanaenda baraka. Wewe sio nani atatangulia mbele yako. Kwa sababu nasanunua panikia na siamba amekubariki Geoffrey kitu inasinaka watu. Unaenda pale ndio sasa ulikuwa na pea pili ya pia hata unakuwa na silipa asili ya daktari. Sema amen. Ulipatiwa siamba huko kini, ulikuwa na suti mbili sasa unakuwa hata si suti. Kwa sababu kuna kitu ulikosea. Hukuisha hekima kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo sitamchoshi na mengi. Yeye nimekatisha tu Tisalomu sina pasi. Bwana asifiwe sana. Tisalomu sina pasi. Nikiongea tu nikimaliza hii, lazima kwangu nichukue 2 hours and 30 minutes nitakuwa nimemaliza. Lakini kwa ajili kwa kutuko na mambo mingi, wacha nikomea pale. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tuamuke, tujiombe.